basi wewe ndio mwisho wenu. Biblia inasema walitafakari, wakatafakari tena, lakini hawakuweza. Alafu wakamwita mtu, akasema yuko Myahudi mmoja ambaye ana hekima, anaweza akafanya jambo hili. Wakamwita wakina Danieli, wakamwita Danieli, sura ya 2 ya Danieli. Biblia inasema Danieli alipoenda akasema, ndugu yangu mfalme, sikiliza, tendo hili haliwezi likafanyika kwa hekima za kibinadamu, isipokuwa Mungu amelifunua. Alafu anasema, ninaomba unipe muda niende nikaombe, na nitakapoomba nitakuletea majibu. Biblia inasema Danieli akaenda akawashirikisha rafiki zake Shadraka, Meshaki, Abednego. Alipowashirikisha jambo lile, wakaingia kwenye maombi, wakamuomba Mungu, wakasema, Mungu wewe huwa unabadili nyakati na majira. Alafu anasema kwamba wewe huwa unafumbua fumbo zilizofungwa. Alafu anasema wewe huwa unaweka hadharani, yani unaweka peupe mambo yaliyofichwa, kama yapo siri wewe unaweka peupe. Biblia inasema walipokwisha kumuomba Mungu, Mungu akawafunulia ile ndoto. Kwa hiyo kusudi la Mungu kwa Shadraka, Meshaki na Abednego likatimia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na ninakwambia asubuhi ya leo ya kwamba lazima kusudi la Mungu litimie kwenye maisha yako. Hakuna wa kuzuia kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kama amekusudia kukubariki, atakubariki kwa jina la Yesu. Kama amekusudia kukuinua, atakuinua kwa jina la Yesu. Kama amekusudia kuinua biashara yako, atainua kwa jina la Yesu. Bila kutamkia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwamba kusudi lililopangwa na Mungu kwenye maisha yako lisizuiliwe katika jina la Yesu aliye hai. Hata kama watapinga, likatokee. Hata kama watakataa, likatokee. Hata kama watabeza, likatokee katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema mahali ulipo, katika jina la Yesu.